فقط على الصفحة الرسمية. فقط على الصفحة الرسمية. فقط على الصفحة الرسمية. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Watukufu wa Islamu, nikiwa nina huzuni nzito na machungu yaliyojaa katika moyo wangu, ninapenda kupeleka salamu hizi za rambirambi kwa al-Imam al-Hujja sahib al-asr wa zaman, al-Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu al-sharif, kutokana na masiku haya, masiku ya majonzi ya kuondokewa na kiumbe bora zaidi katika huu ulimwengu, ambaye si mwingine bali ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Imam al-Hussein pamoja na familia yake katika ardhi ya Karbala, tukiwa katika masiku haya, masiku ambayo yalikuwa ni mazito katika familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika msururu au mfululizo wa mada hizi zangu ambazo nitakuwa nikizitoa kuelekea masiku haya, mada ambazo nimezipa anwani ya kichwa cha habari kinachosema Karbala na migogoro ambayo inaendelea Mashariki ya Kati. Taban, mimi si mwanasiasa na wala sina raghaba, sina mapenzi na mambo ya siasa, lakini kuna baadhi ya nukta unapokuwa unazisikia zinaashiriwa, hakuna budi kuweza kuzitolea ufafanuzi na kuweza kuzielezea ili vichwa vya watu viweze kufahamu ukweli na uhalisia wa mambo uko vipi. Karbala na migogoro ambayo inaendelea Mashariki ya Kati. Tunapokuja kumrejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuirejea Qur'ani ambacho ni kitabu chake kitukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, katika suratul Baqara aya ya 11 kama nitakuwa sijakosea, anasema kuwaelezea munafiqun na sifa za wanafiq, akisema kwamba baada a'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wanafiq wanapoambiwa kwamba la tufsidu fil ardi, msifanye uharibifu katika ulimwengu, msifanye ufisadi ulimwenguni, qalu innama nahnu muslihun, kwamba sisi hatufanyi ufisadi, sisi hatufanyi uharibifu ulimwenguni, bali sisi tunatengeneza na kuleta mambo katika uhalisia ndani ya huu ulimwengu. Watukufu wa Islamu, tukio la Karbala watu waliligawanya katika sehemu kuu tatu. Tukio la Karbala watu waliligawanya katika sehemu kuu tatu. Wale watu ambao hawakutoka kwenda kumnusuru al-Imamu al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi, walikuwa na mitazamo mikuu mitatu. Mtazamo wa kwanza waliokuwa nao, watu wale walikuwa wakiamini kwamba
suala la kutoka al-Imamu al-Hussein na kuelekea katika ardhi ya Karbala. Bitabi al-Imamu al-Hussein lengo lake halikuwa ni Karbala, la, lengo lake ilikuwa aelekee katika mji wa Kufa. Hilo ndo lilikuwa lengo la al-Imamu al-Hussein, kwamba anaelekea katika mji wa Kufa. Isipokuwa alipofika katika ardhi ya Karbala, pale aliweza kuzuiwa, na ndiyo shahada yake ikapatikana katika ardhi ya Karbala. Sasa baadhi ya watu walifasiri lile tukio la kutoka al-Imamu al-Hussein kuelekea katika mji wa Kufa kwamba lile lilikuwa ni tukio binafsi, ilikuwa ni haraka inayomuhusu Huseini kama Huseini, haihusiani na mtu mwingine wala na kitu chengine wala na jambo jingine. Ni harakatun shakhsia, ni tukio binafsi. Watu waliofasiri hivi, waliokuwa na ufahamu huu katika hili tukio la Karbala, wakaondoka na kumuacha al-Imamu al-Hussein. Hawakuungana na al-Imamu al-Hussein, wakiwemo watu wake wa karibu zaidi pia hawakuweza kuungana naye. Huu ulikuwa ni mtazamo wa kwanza kwa wale ambao hawakusuhubiana na al-Imamu al-Hussein, au hawakushikamana, hawakuwa pamoja na al-Imamu al-Hussein katika suala zima hili la Karbala. Mtazamo wa pili ni wale watu ambao walikuwa wakidhania kwamba suala la al-Imamu al-Hussein salawatullahi wasalamuhu alaihi kutoka na kuelekea katika mji wa Kufa ilikuwa ni suala linalohusiana na familia yake. Basi kwamba hili suala la linamhusu Huseini kama Huseini na familia yake na familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sisi Waislamu wengine kwa nini tujitie zahma kujiingiza katika hili jambo ambalo sio letu? Ni jambo la Huseini na familia yake. Tabaan, na kukawa kunaenezwa propaganda kwa watu wengine kwamba hili suala nyinyi haliwahusu. Sisi shida yetu ni Huseini, basi nyinyi wengine mtaishi maisha ya raha, hakuna tatizo. Na wao zile fikra zikawajia, wakaona kwamba hili jambo kumbe hili jambo ni la Huseini kama Huseini, halihusiani na Waislamu wote. Hapa kuna kundi kubwa la Waislamu likaweza kumuacha Huseini, akaondoka peke yake na lisisuhubiane naye katika msafara ule. Hili ni fungu la pili. Fungu la tatu ni lile ambalo lilikuwa likidhania kwamba kitendo cha al-Imamu al-Hussein kutoka na kuelekea katika mji wa Kufa, hatimaye kuzuiwa katika ardhi ya Karbala, kile kitendo kilikuwa kinamhusu Huseini na wafuasi wake. Ni Huseini tuna Shia wake wale ambao wanamfuata. Basi kwa hiyo wewe kama si mfuasi wa al-Imamu al-Hussein, ilo swala halikuhusu. Huseini na wafuasi wake ndio wenye haki ya kutoka, na propaganda zikawa zinaenezwa kwamba hili swala si suala, laisa bi amri mashru', si jambo ambalo ni mashru', bali ni jambo linalomhusu Huseini na watu wake na wafuasi wake. Na hapa hutakuta kwamba kuna baadhi ya majahil, baadhi ya majanin bado wanasema kwamba kitendo cha al-Imamu al-Huseini kutoka kuelekea katika ardhi ya Karbala, kwamba al-Imamu al-Huseini alikhalifu amri ya khalifa aliyekuwepo katika zama zake. La billahi alaik, man huwa hadhihi al-khalifa? Khalifa huyu ni nani? Khalifa huyu ni nani? Yazid, ambaye al-Imamu anamsifu kwa kusema rajulun fasiq, sharibul khamr, mudmin fil fisq, wa mithli la yubayi'u mithlahu.
Kwa hiyo hapa napo pana kundi kubwa la Waislamu likamwacha al-Imamu al-Hussein, akatoka kuelekea katika ardhi ya Karbala akiwa yuko peke yake. Karbala na migogoro ambayo inaendelea Mashariki ya Kati. Sasa labda tuweze kuangalia ni kwa nini mada yetu tumeipa hii anwani. Na je, ni kipi kinachoendelea Mashariki ya Kati ambacho leo hii sisi tunaweza tukakinasibisha na suala zima lililotokea katika ardhi ya Karbala? Na hapa tabaan nilikuwa sitaki kuizungumzia hii mada, lakini kuna mchambuzi mmoja wa Kizayuni, kama ukimsikiliza yeye anasema kwamba lengo letu sisi kupigana na nchi fulani, lengo letu ilikuwa sio ile nchi. Lengo letu ilikuwa ni kuhakikisha tunaupiga vita ushia, tunawamaliza mashia waliokuwepo katika ile nchi. Billahi alaik, maneno yake yana ukweli kiasi gani? Na ni kwa nini ameyatamka maneno yale? Na kama maneno yake siyo sahihi, yana urongo wa kiasi gani? Tabaan tuwepo pamoja katika halaka zinazofuata tuweze kuangalia kwa kina zaidi kuhusiana na mada yetu hii ambayo tumeianza na kuipa anwani inayosema Karbala na migogoro inayoendelea Mashariki ya Kati. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin.